Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, aliishi tajiri mmoja aitwaye Jeuri Ulioi. Alikuwa na mashamba makubwa, mifugo mingi na nyumba nzuri za kifahari. Hata hivyo, licha ya utajiri wake, Jeuri alikuwa mtu mwepesi wa dhihaka na kiburi. Aliwaona watu wa kijiji kama watu wa kawaida, akiwadharau na kuwatendea kama vichwa vya kazi tu. Kuna mmoja katika kijiji maskini aitwaye Tumovori. Aliishi kwa shida na aliishi maisha ya uhitaji. Tumo alijulikana kwa bidii yake, lakini alikosa mali na alikuwa na shingo nyembamba kutokana na kazi ngumu alizokuwa akifanya kila siku. Alikuwa akifanya kazi za shambani kwa wengine, akifanya usafi na wakati mwingine alifanya kazi za nyumbani kwa familia nyingi za kijiji. Siku moja, Jeuri alikuwa na harusi kubwa na aliandaa sherehe iliyojaa wageni wa hadhi kubwa. Aliita watu maarufu kutoka kila kona na alijivunia sherehe yake ambayo ilikuwa na chakula cha kifahari, vinywaji vya bei ghali na mavazi ya kifahari. Alikuwa akicheka na kutukana watu wa kawaida, akisema, ninyi maskini mnaweza kusherehekea kwa kula mboga za shambani, lakini mimi ni tajiri. Huu ndio ufanisi wa kweli. Katika sherehe ile, Tumo alikuwepo akifanya kazi kama msaidizi wa kuchangia huduma kwa wageni. Alijua kuwa hakuwa na kitu, lakini alijivunia kufanya kazi kwa bidii. Aliishi kwa matumaini ya siku moja kupata fursa ya kubadilisha maisha yake. Mara baada ya sherehe, wakati wageni walikuwa wanajiandaa kuondoka, Jeuri alipokuwa anatembea kwenye bustani ya nyumba yake, alikosa mguu na kuanguka katika shimo lililozungukwa na majani mazito. Alijikuta amekwama chini na hakuna aliyeweza kumsaidia kwa haraka. Wakati huu, Tumo alipokuwa akiondoka baada ya kumaliza kazi za sherehe, aliona Jeuri akiwa amekwama. Alikimbia kwa haraka na kumsaidia kutoka kwenye shimo. Hata aliguswa na hali ya dhiki aliyokuwa nayo Jeuri. Jeuri, wewe ni tajiri, lakini sasa unahitaji msaada wangu. Huwezi kutoka peke yako, alisema Tumo kwa sauti ya huruma. Jeuri aliguswa na maneno ya Tumo, lakini aliendelea kuwa na aibu. Alikuwa na kiburi, lakini alijua kuwa bila msaada wa Tumo, angekuwa katika hali ngumu. Baada ya kumsaidia kutoka shimon, Tumo alimuuliza Jeuri, unahitaji kutafuta msaada wa daktari au tiba ya haraka? Ninaweza kukupeleka kwa mtaalamu wangu, yeye ni mzuri. Jeuri aliishi kwa aibu na alikubali kwa kushindwa kusema lolote. Tumo alimuongoza kwa mtaalamu wa kijiji na alitumia kila njia kuhakikisha kwamba Jeuri anapata matibabu bora. Hata alikubali kumsaidia kulipia gharama zote za matibabu, kwa sababu alijua kuwa mtu anahitaji msaada bila kujali utajiri au maskini wake. Baada ya matibabu, Jeuri alijua kuwa bila msaada wa Tumo, maisha yake yangekuwa magumu zaidi. Aliishi kwa dhihaka na kiburi kwa muda mrefu, lakini sasa alijua kuwa upendo na msaada wa kweli hauhitaji mali. Siku chache baadaye, Jeuri alikusanya mali zake na akamwandikia Tumo barua ya shukrani, akimshukuru kwa msaada wake. Alikuwa amebadilika kabisa. Aliamua kufungua miradi ya kusaidia watu maskini wa kijiji. Akawa na roho ya huruma na upendo. Na hivyo ndivyo Jeuri alivyobadilika kutokana na msaada wa maskini aliyejua kuwa hakuwa na mali, lakini alikuwa na moyo wa dhati wa kusaidia. Hadithi hii inaonyesha kuwa hakuna mtu ambaye ni mdogo au mdhaifu wa kutosha kuwa na uwezo wa kusaidia wengine, na kwamba kila mmoja ana thamani bila kujali hali ya kifedha. Sasa niambie, je, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Ampi au neno si sahihi? Nijibu kwenye comment hapo chini. Sasa niambie, je, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Nijibu kwenye comment hapo chini.